Yani sehemu ya pili katika mji wa dhambi. Ile picha linaanza tu, inakuja kesi kwa familia ya Chemeka kwamba bi mkubwa wake amefumaniwa na mume wa jirani. Bwana, hii ilikuwa ni issue moja ya kushangaza sana na iliwacha mdomo wazi Chemeka na mume wake. Ikabidi Chemeka amfuate jirani na kumtuliza kwamba asipige kelele majirani wasije wakasikia. Akamwahidi kwamba atapiga kelele nyingi sana kama atazidi kumzuia. Swala lilileta bumbuazi sana, lakini ikabidi jamaa amtulize jirani yake na kumwambia aende nyumbani, lakini akipata nafasi amuitie mume wake ili mshikaji aje kuongea naye. Ikabidi kila mtu aendelee na shughuli zake, lakini bi mkubwa aliondoka huko akiwa amenuna sana na akamwambia Chemeka kwamba mama yako hana aibu hata kidogo yani. Sasa jioni kipindi bi mkubwa amerudi, ikabidi kwanza waanze kumshangaa. Huyu ni mama wa aina gani? Muda huo bi mkubwa yeye anajilambalamba tu, yani haoni jau wala nini. Sasa ikabidi mtoto wake amuulize kwamba maza, hivi ndio vitendo vya aina gani ulivyokuja kuleta? Au si watoto wako tutaika wapi sura zetu? Lakini bi mkubwa alionyesha kutokujali kabisa yani. Akamwambia sikieni wanangu, ile ilitokea tu, alafu vitu kama vile ni vitu vya kawaida, sometimes huwa vinatokeaga. Sasa mshikaji akamuuliza, kwani huyo jamaa mpaka sasa hivi umeshalala naye mara ngapi? Bi mkubwa akamwambia mimi mke wake anani mind tu, lakini mpaka sasa hivi mshikaji nimelala naye mara 4 tu yani. Mtoto wake kabidi akae vizuri. Bwana, ina maana kumbe bi mkubwa ni changudoa mzoefu. Lakini mama yake akaona sawa, tunala hata kuonesha kujali. Lakini kwenye maamuzi mshikaji akashauri wamsamee, kitu ambacho kilimchanganya sana Chemeka. Lakini mama mtu hii issue alipenda. Lakini Chemeka alikasirika sana na akaamua ondoke na kuacha pale pale sebuleni. Sasa kesho yake akaja yule mshikaji ambaye alifumaniwa na mama mkwe. Jamaa akamwambia mwamba, mimi naomba unisamee sana yani kwa hichi kitu kilichoweza kutokea. Yule alikuwa ni shetani tu. Jamaa akamwambia usiniletee utoto shetani wakati umeshaliwa na mama mkwe zaidi ya mara 4. Jamaa akamwambia ndio, lakini sikia, shida ni kwamba yule mama mkwe ni mtamu sana yani. Yani kipindi naselebuka naye sipati kabisa picha ya kukuhadisia, na atakuwa na washinda hata wanawake wetu tuliowaoa. Jamaa akaona hizi dharau, ikabidi amtimue. Akamwambia wewe fala, hebu ondoka nenda nyumbani kwako, hawezi kuja kunitambia kwenye mji wangu. Sasa kijijini tunaona hali ya mzee inazidi kuwa mbaya. Kipindi hicho yuko na mtoto wake Agine akiwa anaendelea kumwangalia angalia, lakini wakawaza ni kwa nini katika kipindi kama hiki mke wake asingekuja na akaendelea kumsaidia. Lakini taarifa zilishatoka kwamba bi mkubwa hakuwa na mpango wa kurudi leo wala kesho. Basi mzee alizidi kupoteza matumaini juu ya penzi la yule mama. Sasa muda huo huo tunamwona bi mkubwa akiwa anaselebuka na mkwe wake bwana. Waliamua hata wasiende mbali, leo wamalizie hapa hapa sebuleni. Ile kipindi wameshanogewa, mara pub Cheneka anaingia na kuwafuma. Mama, vitu gani hivi unafanya? Hii ilimuuma sana Cheneka, hivyo akaamua kuondoka na kuachia nyumba, na akaamua kurudi kijijini ambapo alikutana na dada yake Agini na walikumbatiana, na ikabidi apewe taarifa za kuhusiana na ugonjwa wa baba yao, na ikabidi apewe kazi ya kumwangalia mzee kwa sababu aliwaahidi kwamba atakaa kijijini kwa muda kidogo. Lakini alivyoulizwa kuhusiana na taarifa za mama yao na mume wake, yeye alipindisha tu maelezo, hakutaka kujibu kabisa kuhusiana na hilo swala. Ikabidi waachane nayo na kisha aende akapumzike. Sasa ukutao ni bi mkubwa yeye akamiliki mjengo na akaona kitendo cha mwanaye kuondoka kilikuwa ni kitendo cha busara sana. Wakabaki wakicheka na kumuona mjinga. Muda huo mama mtu anamwambia jamaa, sikia, yani mwanangu ni yeye tu mwenyewe ndo ambaye ameleta mapepe, lakini mimi nilimwambia kwamba hichi kitu tunaweza kushare. Yani akaonesha kwamba yeye hana noma. Lakini huku kijijini mzee alikuwa anamuuliza Cheneka kwamba ni kitu gani kilichomfanya yeye aweze kuondoka nyumbani kwake, lakini Cheneka alikataa kujibu hili swali akihofia afya ya baba yao. Akaona inaweza kumpa mshtuko akimjibu, ikabidi amzungushe tu na mambo mengine akaendelea. Sasa siku moja ikabidi atoke ili ende akatafute vibarua, lakini akiwa njiani akakutana na shangazi yake. Shangazi akafurahi, mwanangu umerudi. Lakini shangazi akashangaa sana kumwona mwanae ameshika jembe. Vipi mama, ina maana siku hizo umeamua kuwa mkulima? Chemeka akamwambia ndio, nataka nikatafute hela ya kuweza kukizi mahitaji yangu hapa na pale. Shangazi akashangaa, hiyo inawezekanaje wakati wewe ni mtu uliolewa na mjini una maisha mazuri? Ikabidi Cheneka amhadisie yote yaliyotokea, kwamba siku moja alimfuma mama yake akideti na mume wake, hivyo ikabidi aondoke na kuja kuendelea na maisha mengine. Lakini shangazi alishindwa kumuelewa, akamwambia sikia, wewe inabidi uondoke uende ukapambanie ndoa yako, kwa sababu unavyoachia wenzako wanazidi kukichafua, alafu ukizingatia kule umeacha maokoto, alafu unakuja kulima vibarua. Cheneka ikabidi aondoke kwa sababu Izmada alikuwa kama azielewi, lakini shangazi akawa anazidi kumsisitizia kwamba yeye aondoke akapambanie ndoa yake, yani mguu wa shingo mguu wa roho. Sasa siku iliyofuata na yeye akaona sio kweli, ngoja atoke aende akapambanie mji wake. Kufika akamchana maza wake kutokana na mambo yote ambayo alikuwa amemfanyia, na akamwambia aondoke na amwachie mji wake. Lakini bi mkubwa akawaelewi kwa sababu naye tayari alikuwa ameshanogewa. Ikabidi uzuke ugomvi, wakaanza kupigana. Mara jamaa akatoka anafoka, akaanza kumfokea sana mke wake. Wakaona haitoshi, wakaanza kupigana mabusu mbele ya Chemeka. Muda huo mama mkwe anaona raha kinoma yani. Dunia yote akawa anaona kama ameiweka mkononi hivi. Chemeka alilia sana na kulalamika bila msaada. Lakini mama yake akamwambia usijali bwana, unajua wewe ni binti yangu, kwa hiyo kama vipi nitakuacha ukae hapa kama mfanyakazi, na inatakiwa unishukuru sana kwa sababu sijaamua kukufukuza. Cheneka alichanganyikiwa sana yani, akaona hii sio kweli yani, akamfuata bi mkubwa wake na kutaka kumngoa, lakini mama mtu akang'ang'ania yani. Muda huo jamaa anamwambia we, naomba utulie hapa, kwa sababu katika hii nyumba anayetakiwa kuondoka ni wewe mwenyewe, kwa hiyo tunapokupa hifadhi tunaomba uwe na adabu. Maskini
lakini Chemeka akaishiwa nguvu, na huo ndo ukawa mwisho wa sehemu yetu ya pili. Endelea kutufuatilia YouTube kupitia Geoflix Studios, pia usisahau kulike, subscribe na kucomment. Kwenye kipaza ulikuwa na Ochu Media Brand OMB. Bye bye.